yani hapa leo nimekuja na leo ni mwendo wa kutimbulika. Leo ni mwendo wa kutimbulika. Alafu dada yangu, alafu nyinyi huyu dada yangu mjakanae vizuri. Huyu mjakanae vizuri? Na stories za kijijini hizo. Kali aisee. Shika hapo, kama mtu unataka kucheza karata, unaingia ndani, unaenda kulala. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan. Hapa tunacheza, tunangojea kidogo. Haya, mchezo umeshalala huo, mchezo umeshalala huo. Deki. Sasa kitambo na hicho mimi nipo kijijini. Kuna nani, kuna yule mama yule alikuwa anaitwa mama nani? Alikuwa ananichukia. Kuna siku nilimpiga ngumi yule mama alisaidia. Kama leo nilikuwa mdogo, piga ngumi mpaka kazimia. Ndio. Hadi moja. Hadi moja. Rudisha kwangu. Chini kwangu. Kamusa wewe ni uongo. Mimi muongo wa nini? Wewe ulipigwa mpaka kazimia. Hata msimsikize na yote anaongea kwa uongo. Naona unaanza kuflash hadithi zangu. Mke wangu wewe unajua mimi enzi zangu hizo nilimpiga yule bimkubwa. Hata bimkubwa kuna mzee mmoja hivi aliingia naye kwenye target yangu. Nilimvamia kitambo nacho niko mdogo nikamkamata akamtama. Mimi kwa mdogo nilikuwa balaa. Nikikumbuka ile kitambo kile nilikuwa balaa. Kwangu. Hiyo si kwangu au inaenda hivi kwako hicho. Astaghfirullah. Unaona sasa unaanza kupeana lawama mapema tu, unalaana hapa sasa hivi. Kama magharibi bado bana. Hivi watoto wa Kiislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani wamecheza karata kweli? Tukae kwa amani. Hata wewe mke wangu. Musa. Naam. Ndani ya mwezi wa Ramadhani unavaa macheni yako hayo. Pale sasa mtu akaniambia pale rafiki yangu mmoja alikuwa anauza. Na mbona sijakuona kwenye swala ya Ijumaa? Yaani issue ilikuwaje? Unajua leo nimetoka. Mtu alinipigia simu bwana, sogea hapa mara moja upate. Kwa katika kusogea pale nimesogea pale mambo hapa na pale ndo nikajikuta mambo yalikuwa mengi. Ila mke wangu aliniambia, mke wangu pale. Pia kwa mambo tu akawa mengi. Naomba akabadilishe nguo tuende kwenye mawaidha. Sawa brother, sawa. Ni mwezi mtukufu, tumkumbukeni Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكيا زيادة زرحمة نأماني تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutuwafikisha kuweza kupata nguvu ya kuja katika darasa letu la mwezi wa Ramadhani. Kama ilivyo desturi yetu, kila mwezi wa Ramadhani, kila siku wakati kama huu tunakuwa na darasa kwa ajili ya kukumbushana, kuelimishana, kuwaidhiana katika mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu katika mwezi huu. Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi wa baraka na ni mwezi wa huruma na ni mwezi na ni mwezi wa kuchuma. Mwezi huu wa Ramadhani, mwezi wenye faida, mwezi wenye machumo makubwa ambayo Allah subhanahu wa alaykum salam. Sheikh Ramadhani, habari yako bwana? Karibu sana Sheikh. Karibu inshallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Karibu. Tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, moja katika miezi ambayo ina faida kubwa endapo mwezi huu utautumia vizuri. Ndani ya mwezi huu kuna mambo ambayo hutakiwi kuyafanya kabisa ndani ya mwezi huu, kwa sababu tunaamini
na tunadhani, lakini pia tuna uhakika kupitia Allah alivyotuambia kwamba mwezi wa Ramadhani Shaitani ambaye ndiye Ibilisi laanatullahi alayhi amefungwa. Sasa ikiwa Ibilisi laanatullahi amefungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, sasa itakuwa ajabu kuona Muislamu akiwa anafanya maasi, yani anafanya mambo ya kumkasirisha Allah, hali ya kuwa yule anayesababisha kufanya haya maasi hayupo, Allah kashamfunga. Sasa ukiwa unafanya maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo tunaamini hapo, au wewe mwenyewe unatakiwa ujiangalie, ujue kwamba ni nafsi yako mwenyewe ndio yenye matatizo na maasi, sio Ibilisi. Maana tumezoea kila siku mtu akifanya jambo baya anasema Ibilisi bwana amenipitia. Tukifanya jambo hili bwana Ibilisi ana nguvu. Sasa ikiwa mwezi wa Ramadhani Ibilisi amefungwa, sasa nani anayekufanya wewe ufanye dhambi au ufanye maasi? Unakuta kumbe ni nafsi yake mtu mwenyewe amezoea kufanya maasi, kwa hivyo namkuta anafanya maasi. Ibilisi siku ya kiyama ndio maana atakuja kutukataa sisi. Atasema la talumuni walumu anfusakum inni akhafu Allah rabbal alamin, kwamba msinilaumu mimi. Wewe ulikuwa unafanya mambo machafu, ulikuwa unatukana, ulikuwa unaiba. Je, wakati unaiba mimi nilikuwa uliniona? Kwa hiyo msinilaumu mimi, ilaumuni nafsi zenu. Kumbe nafsi ndiyo yenye matatizo ya kufanya maasi, ya kumpelekea mwanadamu aweze kufanya maasi. Kwa hivyo tujitahidi na tujipinge ndani ya mwezi huu, tujiweke mbali na maasi, ili utakapoisha huu mwezi tuendelee na kufanya taa ya Allah, tuendelee kufanya ibada, kuswali, tuendelee kufunga zingine hizi za sunna, tuendelee kutoa sadaka, tuendelee kusoma Qur'ani kama ilivyo katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwenye swali? Mfano, umetembelewa na mgeni nyumbani. Hapo yule mgeni yeye asema ila mwenyeji wake anasema. Ikiwa utatembelewa na mgeni, kwanza ifahamike kuwa mgeni ni baraka kuja, na inampasa kwa yule anayetembelewa na mgeni kumfanyia takrima mgeni huyo, kwa sababu ndiyo dini yetu inatutaka hivyo. Sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ikiwa unamwamini Allah na ukaamini siku ya mwisho, kwa maana siku ya mwisho ukaamini kuwa utakufa au utaondoka katika ulimwengu huu, basi umfanyie takrima huyo mgeni wako. Lakini huyo mgeni itaangalika, je, ni wa kike au wa kiume? Ni wa kike. Akiwa ni mgeni wa kike, kuna vitu ambavyo utaangalia katika huyo mgeni. Ikiwa hayupo katika ada yake, na ikiwa hana maradhi, na ikiwa ana akili timamu, na ikiwa mgeni huyo amefikia baligh, basi itamlazimu afunge, kwa sababu kufunga ni lazima. Ikiwa hajafunga na yeye hana sababu ya kisheria au hana dharura za kisheria ambazo zitakazomfanya asifunge, basi utatakiwa wewe kwa huyo mgeni usimpe chakula, usimpe maji mpaka muda wa kufuturu ukifika, atakula pamoja na waliofunga. Kwa hivyo akija afike pale, lakini asipewe chakula, asipewe maji mpaka muda wa kufungulia ama muda wa kufuturu ukifika, atajumuika kwenye kula pamoja na waliofunga, sababu hana sheria, hana dharura ya kisheria iliyomfanya asifunge.
Na mwingine mwenye swali? Mimi hapa shida. Mimi swali langu lilikuwa linaenda kimfano umelala mchana. Umeota. Kula vitu tamu. Kila mtu anajilamba. Mafuku ya nini? Hivi hapo ukiamka tu ufungulie tu kwa mwenyewe anakuwa anajua. Haya dhambi kwa sababu umeota, shetani kakutamanisha. Hapo imekaa. Hauna swali lingine? Sheikh, endelee. Haya. Ndio mimi nauliza swali langu. Unanikatajie siku nikiota je? Siku nikiota. Tapoa. Yaani na darasa lenu. Sasa mwezi huu ana shida gani? Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, inshallah karibu sana, karibu, anatuambia ma min ahadin yasumu yauma, mtu yeyote ambaye amefunga siku moja katika ndani ya mwezi. Hivi kaka, nikuulize swali. Hivi kwa nini unapenda kunipeleka kwenye mambo kama haya? Alafu mimi nimeuliza swali unanikatalia, unamaanisha nini? Hivi nafikiri mimi nimependa kunitia aibu mbele ya shehe wangu? Hivi kwa nini hutaki kubadilika? Nikufanyie nini wewe ili uweze kubadilika? Brother, nisikize nikwambie. Yaani vile ulivyofanya huko, mimi ndio sijapenda zaidi. Kwa sababu mimi yale sio mambo yangu, wewe mwenyewe unaelewa. Mara ngapi mimi nataka nikwambie? Na mimi sijapenda zaidi. Ni mwezi mtukufu, tumkumbukeni Mungu. Yaani hapo nilipokaa leo nikinyanyuka kwenda kupika daku, silali. Jana sijala daku. Nitaka nsifunge le. Ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ya Ramadhan, ni mwezi mtukufu, tumkumbukeni Mungu. Ni mwezi mtukufu, wote tumuombe Mungu, tukumbukeni ibada, kina mama kina baba.